yote nzima hatujawahi kukua na hospitali ambaye watu wakiwa na magonjwa makuu wanaweza kwenda kutibiwa. Ile hospitali ilikuwa inasemekana sana Juja, ni tulikuwa tunaita Gashororo Dispensary. Wakati mumenipa kazi ya kuwa governor, nimeangalia kwenye Kiambu mzima, hii Juja ndio ilikuwa nyuma, bila hospitali ya level 4. Sasa nimejenga hospitali hapa tukiwa na hawa hospitali, sasa ni kuisha inaisha ya level 4 kubwa, ambaye tuko na vitanda zaidi ya 160, 80 vitanda ya maternity, vitanda zaidi ya 30 za general ward, na vitanda 26 za watoto. Tumeweka hapo ndani theater kubwa ambaye magonjwa yote yanatibiwa pale, laboratory kubwa na mashini ambazo tumeagiza tukifungua hii hospitali, na majaliwa yake Mwenyezi Mungu, hii Juja level 4 hospital tutafungua before December. Hii itakuwa inatumika na watu wote wa Juja. Kwa hivyo hakuna sasa tena kwenda Thika kupanga mstari kule Thika wakati kuna magonjwa makuu ya mtu yeyote hapa. Na mliona juzi pia tulizindua zile ambulance nzuri mpya na tumepeana za hapa Juja level 4. Kwa hivyo sasa tutakuwa tuko sawa sawa jameni. Si Juja itakuwa sawa sawa jameni watu wetu. Asante. Ya mwisho ni wafahamishe ya kwamba tulianzisha utaratibu wa kubadilisha masomo na shule zetu zote. Sasa hapa Juja mimi nilikuwa nimesumbuka sana father wetu, kwa vile nimezunguka tukiwa na hao viongozi, tukiwa tunatafuta mahali ya kujengea watoto wetu shule zile tunajenga mpya, tunaita ECD centers. Nikakuja hapa Gashororo ikakosa, tukaenda kule Mungetho ikakosa, tukaenda wapi ikakosa. Lakini sasa tunashukuru, mumeona ndani ya Kiambu County nimejenga mashule mpya, hizo ECD centers mzuri, more than 134 saa hizi tumemaliza. Lakini kwa bahati nzuri sasa tumeweza kuelewana, kule Riverside tumepata kiwanja sasa. Hapa Gashororo wamekubali pia kutupatia kiwanja. Kwa hivyo mwaka huu nitawajengea tena ECD centers hapa ndani ya Juja Township. Hizi ward zingine zote tumejenga, hapa ndio ilikuwa ya mwisho, na kwa hivyo sasa hiyo tena tutajenga. Niwafahamishe wakati wa mambo ya masomo tukiongea hayo ya kwamba kwa hii serikali yetu ambayo mmetupatia, na tunashukuru kwa kutupatia kazi, haswa mimi kama governor, tulibadilisha mambo ya basari. Ile imekuwa inapeanwa mbeleni, wazazi mnajua basari ilikuwa inapeanwa shilingi 1500 2000, tumebadilisha basari ya watu wa Kiambu. Sasa tunapeana mara 5 kwa mwaka moja. Hivyo ni kusema kila mzazi ukiwa na watoto 5 ambao wanahitaji basari, kama wewe ni single mother ama single father, unaweza kusomesha watoto wote wako 5 na basari. Ya kwanza tumebadilisha basari minimum ya mzazi wowote kwa mtoto mmoja ni shilingi 1500 kwa kila mtoto. Basari tunapeana mara 5 kwa mwaka, mwezi wa pili, mwezi wa 4, mwezi wa 6, mwezi wa 8 na mwezi wa Disemba. Kila hiyo miezi tuko na basari mpya. Tayari tulishatoa ile tulipatia huyu JK akazungusha, niko na ingine mpya ya kupeana this week. Tuko na ya mwezi wa 9 itatoka, ile ilikuwa mwezi wa 8 na Disemba. Hivyo ni kusema watoto wote wanaweza kusoma. Kama ni mtoto wa kwenda university ambaye ni wa mzazi ambaye hana nguvu, wale tunasomesha, tunapatia scholarship kutoka akiwa form 1 kama ametoka kwa familia ambaye ina upungufu wa fedha, mpaka scholarship ya kumaliza university. Kwa hivyo hayo mambo ya masomo tena tumeangalia na ni nzuri. Ya mwisho tumekuwa tunatafuta kujenga soko nzuri, na mnajua hapa tulijenga soko ambaye inawasaidia watu wetu. Tukasema tutajenga soko ingine pale Mungetho tukiwa na huyu JK, nikatafuta, alafu sasa dakika ya mwisho nimesikia tumepelekwa kotini kwa kutafuta mahali ile kiwanja tulitafuta. Nataka niseme kwa watu wetu wa Juja, kwangu mimi kama governor mtatusaidia. Mnajua kwa hii Juja yote unyakuzi wa shamba ndio shida kubwa.
Kila kona ukienda unatafuta mahali ya kujengea watu, mahali ambapo raia wanaweza kufaidika. Unapata ardhi yote imenyakuliwa. Tafadhalini jameni, mimi ni ombi langu, mahali unajua ya kwamba hii ni eneo ambaye ilikuwa ya wananchi na mtu amejichukulia, mimi munipatie, munionyeshe na muniwachie, ndio nisukumane na hii watu. Na mnajua vile mimi nimesimama imara kwa wizi wa pesa za wananchi na ardhi ya wananchi, ndio tuweze kufanyia kazi watu wetu. Kwa hivyo hiyo tu nitawaomba mnisaidie. Mumeona sasa nimepigana vita mpaka tumepambana na ile watu walikuwa wanaiba mashamba yetu. Sasa nimefika mpaka kwa wazungu. Simulisikia mpaka wazungu wengine mpaka huko wananitusi, wanasema nini? Kwa vile nimekataa watu wenye wamefikiri watakuwa wanajifaidi na ardhi zetu za wananchi. Kwa hivyo tunatafuta mahali tunajenga soko huko, tunaendelea ndio tutengenezee watu soko nzuri. Hapa karibu tumesema tunajenga bus stage mpya pamoja na ile stage iko kule mbele, ndio tutoe jam hii yenye inakuanga hapa kwetu hapa Juja. Kila saa hapa ukitaka kutoka hapa kwenda town kwenda ngambo ile inaweza kukuchukua even 40 minutes ama 1 hour kutoka hapa ndani ya town kuvuka ngambo ile nyingine. Tunashukuru Mungu, wakati mlinipa kazi nikiwa senator pale High Point, nilienda tukatetea tupewe daraja. Sasa tunaona hiyo daraja imeanza kujengwa, tunasukuma itakuwa sawa sawa. Tusaidiane ndio hii Juja yetu ikuwe Juja nzuri. Kwa hivyo Father, kwa vile najua tuko na nafasi ya kukuja hapa na kuongea na wananchi wetu, sitasema mengi sana, ni kusema tu ya kwamba kwa majaliwa yake Mwenyezi Mungu tutapata nafasi tukuje tuongee kule nje na tuseme yale mengine yote ambayo tunataka kuyafanya. Sasa watu wetu ya kwaya, unajua mimi nikienda kwa kanisa mimi napendaga kununulia kwaya zetu ka uniform, na mimi nimeona nyinyi mlinunua mbele na Father. Sasa sijui kama hamungekuwa na ka uniform ningewanunulia. Hiyo ni uniform mmevaa nzuri namna hiyo. Unajua nimeona wameng'ara sana. Sasa tukileta ingine si itakosa mtu wa kuvaa. Itavaliwa. Haya sawa. Sasa niko na mtu wangu pale anaitwa Jane. Huyu Jane anakuanga kiongozi wa kanisa yetu wa Katoliki kule upande wa Mangu. Sasa wewe tukibaki hapa, ukibaki hapa, tembea pale kwa kwaya. Unajua vile tunafanya kwa kwaya zetu. Tuwatengenezee uniform nzuri, ndio wakati mnatoa wimbo inatoka ikiwa sawa sawa. Father wetu, tunaomba tukiwa na heshima kubwa, tukiwa kwa kanisa, kwa vile tunajua kutoka wakati ule tulikuwa tungefaa kuwa hapa. Sisi mchango yetu ya siku ile tulikuwa tunasema tutakuja, tulikuwa naye pamoja na toleo letu la ile tunatoanga wakati tunaenda kanisa, na tuko na MCA wengi hapa. So najua hao pia kwa vile walibarikiwa, kila mtu wako na kazi,